Ada Nyambura alikuwa msichana mwenye umri wa miaka 20 na mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa chuo kikuu cha Masai Mara alikokuwa akisomea shahada ya elimu huku akijipanga kwa maisha ya baadaye. Wakati huo alikuwa anajiandaa kusafiri kurudi nyumbani kwa likizo. Lakini Ijumaa tarehe 28 Aprili mwaka 2023, Ada Nyambura alihudhuria tamasha la burudani na marafiki zake huko mjini Narok. Alikuwa ameiambia familia yake kuwa angerudi nyumbani baada ya siku chache, lakini kufikia asubuhi ya Jumamosi, jambo lisilo la kawaida lilitendeka. Namba yake ya simu ilikuwa mteja. Simu kutoka nyumbani hazikuwa zinajibiwa. Kilichoanza kama wasiwasi, taratibu kiligeuka kuwa hofu kuu. Siku ya Jumapili tarehe 30 Aprili, mwili wa Ada Nyambura uligunduliwa katika kichaka kimoja eneo la Makedonia huko mjini Narok, hatua chache kutoka chuo kikuu cha Masai Mara. Alipatikana akiwa nusu uchi na majeraha yanayoonekana wazi. Uchunguzi wa baadaye ulionyesha kuwa alikuwa ameteswa kabla ya kuuawa. Kati ya muda alipotoka kwenye klabu na muda mwili wake ulipogunduliwa, jambo baya sana lilitendeka. Hii ni hadithi kamili ya Ada Nyambura na watu waliokuwepo wakati wa kupotea kwake. Ada Nyambura alikuwa mzaliwa wa kwanza katika familia yao, nafasi aliyoibeba kwa uwajibikaji mkubwa. Akiwa na umri wa miaka 20 pekee, tayari alionekana kama mpangaji wa familia na mtu aliyetegemewa na wengine. Baba yake Peter Meriti alimsifu kama rafiki wake wa karibu, mkweli na mtu aliyemwamini sana, aliyekuwa hamfichi lolote, na mawasiliano yao yalikuwa ya mara kwa mara na yenye ukaribu. Alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Masai Mara alikokuwa akisomea shahada ya elimu katika masomo ya hisabati na biashara. Walimu hawakuwa tu kozi aliyosomea, bali ilikuwa ndoto aliyokuwa akijenga kwa vitendo. Alikuwa tayari ameanza kupanga maisha yake ya baadaye, mipango aliyoshirikisha familia na ambayo ilikuwa tayari inaanza kuchukua sura mpya. Akiwa chuoni, Nyambura alikuwa mchangamfu na mwenye urafiki na watu wengi. Alishiriki mikusanyiko ya wanafunzi wenzake, alitumia muda na marafiki, na kama vijana wengi wa rika lake, alijaribu kusawazisha masomo na burudani. Video za siku aliyopotea zinaonyesha Nyambura akiwa mtulivu, mwenye furaha, akicheka na kucheza, bila kujua kuwa huo ungekuwa usiku wake wa mwisho. Kwa familia yake alikuwa tegemeo, kwa ndugu zake alikuwa mfano wa kuigwa, kwa wazazi wake aliwakilisha mustakabali waliowekeza na kuamini. Kifo cha Ada Nyambura hakikuwa maisha yake tu, bali kilikatiza safari iliyokuwa tayari inaanza. Huu ndiyo muktadha ambao Nyambura alitoweka, si kama takwimu, bali kama msichana mchanga aliyekuwa na mipango, aliyetarajiwa kurejea nyumbani. Jioni ya tarehe 28 Aprili mwaka 2023, Ada alipiga simu nyumbani kabla ya kutoka usiku huo. Alizungumza na baba yake Peter Meriti na kumwambia alikuwa anapanga kusafiri kurudi nyumbani wiki iliyofuata, siku ya Jumatatu au siku ya Jumanne. Katika mazungumzo hayo, alitaja kuwa angeenda sherehe na marafiki zake baadaye usiku huo. Simu hiyo ilikuwa ya kawaida na yenye utulivu. Hakukuwa na dalili yoyote ya dhiki kwenye sauti yake. Wasilokuwa wakijua ni kwamba hiyo ndio ingekuwa mara ya mwisho kwa familia yake kuwahi kumsikia. Baadaye usiku huo, Nyambura alienda katika klabu ya Elevator mjini Narok. Alikuwa na marafiki zake, na picha pamoja na video zilizopigwa ndani ya klabu zilimwonyesha kicheka, kicheza na akiwa mtulivu. Hapa hakuwa peke yake. Mwanamume mmoja alionekana akiwa naye usiku huo, ambaye baadaye aligeuka kuwa kiini cha uchunguzi wa polisi. Katika saa za alfajiri Jumamosi tarehe 29 Aprili, majira saa 9 usiku, Nyambura alionekana kwa mara mwisho baada ya sherehe klabuni. Huu ndiyo muda wa mwisho uliothibitishwa alipokuwa hai. Kilichotokea mara tu baada ya hapo bado hakijafahamika. Maelezo kuhusu alivyotoka klabuni na aliondoka naye yalianza kutofautiana.
Kufikia asubuhi ya Jumamosi, Nyambura alikuwa ametoweka kabisa. Simu kutoka nyumbani hazikuwa zinajibiwa, na muda mfupi baadaye simu yake ilizima kabisa. Hili lilikuwa jambo lisilo la kawaida na lilizua wasiwasi mkubwa kwa familia. Siku nzima ya Jumamosi hakukuwa na taarifa yote ya mahali alipo. Hakukuwa na mawasiliano wala harakati zozote zilizothibitishwa. Uchunguzi wa baadaye ulionyesha kuwa hakuwa mahali mwili wake ulipatikana, jambo lililodokeza kuwa huenda alishikiliwa au kuhamishwa katika kipindi hicho. Asubuhi ya Jumapili tarehe 30 Aprili, taarifa ya kupotea kwake iliwasilishwa katika kituo cha polisi cha Narok na mpenzi wake Brian Kimutai. Katika taarifa hiyo alisema kuwa Nyambura alipotea baada ya kutoka klabuni Elevator. Baadaye wachunguzi walibaini kutokuwepo kwa mlingano katika ratiba wakati alipoonekana mwisho na wakati alipotangazwa kuwa amepotea. Baadaye siku hiyo wananchi waligundua mwili katika kichaka eneo la Makedonia karibu na chuo kikuu cha Masai Mara na kutoa taarifa kwa polisi. Maafisa wa polisi walipofika eneo hilo walithibitisha kuwa mwili huo ulikuwa wa Ada Nyambura. Alikutwa akiwa nusu uchi, akiwa na majeraha usoni. Uchunguzi wa maiti ulithibitisha kuwa aliteswa, akanyongwa na kuchomwa kwa pasi moto kabla ya kufariki. Viatu vyake havikupatikana na havikuwahi kupatikana. Baadaye, jambo lililozidisha imani ya wachunguzi kuwa aliuawa sehemu nyingine na mwili wake kutupwa hapo. Peter Meriti, ambaye alikuwa baba mzazi wa Nyambura, alipata taarifa hizo wakati wa ibada ya kanisa Jumapili. Peter Meriti hakuamini macho yake. Alishindwa kupumua na bila kumwambia mke wake Isabella Karimi alisafiri peke yake hadi Narok akiogopa ukweli ungemvunja moyo. Akiwa pamoja na maafisa wa DCI, alianza kufuatilia saa za mwisho za binti yake. Ushahidi ulionyesha alikuwa klabuni Elevator akiwa na mwanamume na marafiki wengine. Mashahidi walisema kundi lilitawanyika majira saa 9 usiku na inadaiwa mpenzi wake aliondoka na simu yake akamwacha nyuma. Asubuhi ya Jumamosi, Nyambura alikuwa ametoweka. Katika hospitali ya Narok Level 5, hofu ya Peter Meriti ilithibitishwa. Binti yake alikuwa amelala hapo akitafuta majibu. Meriti alirejea klabuni. Polisi walimwonyesha picha na video za usiku huo. Kadri uchunguzi ulivyoendelea, utata ulizidi kuonekana. Taarifa za polisi zilionyesha alionekana mwisho saa 9 usiku Jumamosi, lakini mpenzi wake aliripoti kupotea kwake Jumapili asubuhi. Kuchelewa huko kulizua maswali mengi, hasa ikizingatiwa kwa familia yake ilikuwa imeshindwa kumpata tangu Jumamosi. Kulikuwa pia na mkanganyiko kuhusu aliondoka naye klabuni na nani alikuwa naye dakika za mwisho. Ripoti pia zilidai kuwa mpenzi wake aliondoka na simu yake, jambo lililokuja kuwa muhimu katika uchunguzi. Mchanganyiko wa maelezo haya na ushahidi wa kitabibu uliashiria kuwa aliuawa sehemu nyingine na kwamba kuna taarifa muhimu zilikuwa zikifichwa. Hatimaye polisi waliwakamata washukiwa wawili, Brian Kimutai, mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha Masai Mara, na John Mangi Kashu. Polisi walisema wawili hao walikuwa watu wa mwisho kuonekana na Nyambura. Wakati wa kukamatwa, simu inayodhaniwa kuwa ya marehemu ilipatikana na kuongeza uzito wa ushahidi dhidi yao. Kesi iliwasilishwa mahakamani Narok, ambapo waendeshaji mashtaka waliomba washukiwa wazuiliwe kwa siku 21 ili uchunguzi ukamilike. DPP ilieleza kuwa sampuli ya kitaaluma zilikuwa zimechukuliwa na simu za marehemu pamoja na za washukiwa zilikuwa zikichunguzwa na DCI. Mahakama iliridhia ombi hilo, ikitaja hatari ya kuingiliwa kwa mashahidi na uwezekano wa kutoroka. Kesi ilipangwa kutajwa tena tarehe 23 Mei mwaka 2023.